Kwa hiyo mtu anapoondoka kwenye maisha yako, mruhusu aende. Wewe kwenye maisha yako chukulia mfano huu kwamba labda gari linatoka hapa Njombe linaenda Dar, linapakia abiria ambao wengine wanashukia Morogoro, ambao wengine wanashukia Iringa, ambao wengine wanashukia sehemu mbalimbali. Sasa wewe uweze ukawa dereva, umetoka hapa Njombe unaelekea Dar, alafu umefika Iringa, abiria wa Iringa nataka shuke, unasema mimi maono yangu gari hili linaishia wapi? Kwa hiyo hakuna ukashukie Dar. Mwingine imefika natakiwa shukie Morogoro, ukasema hapana, mpaka mwisho wa safari. Mwisho wa safari, hapana. Kwa hiyo hilo ndilo wengi tunaokosea. Ukiona mtu anatakiwa ashuke kwenye maisha yako, acha ashuke. Uzuri anaposhuka, kuna abiria anaposhuka, abiria wa Iringa, kuna wengine wanapanda. Na kama hajapanda pala anapanda mbele. Kama hajapanda tena anaweza kama hajapanda hapo atapandia Morogoro. Umeona? Kwa hiyo watu usitake kulazimisha watu wote mpaka yani ufike nao mahali. Wengi ambao wamefanikiwa, hata wewe leo hii nikikwambia tangu uko shule ya msingi umemaliza darasa la 7 mpaka sasa hivi uko hapa, ulikuwa na marafiki baadhi ambao umeachana, na sasa hivi unaweza kushangaa kuna wapya ambao wamejitokeza. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu huondoa vitu vya dhamani ili alete vitu vipya. Na ndio hiyo ambayo nimesema kwamba unaweza kama unamuomba Mungu kwamba Mungu niondolee watu wabaya kwenye maisha yangu, kumbe hata baba yako alikuwa ni mbaya. Kumbe alikuwa ni mbaya, kumbe hata huyo mke wako au mume wako pembeni alikuwa ni mbaya. Alikuwa ni mbaya. Kwa hiyo Mungu anapomuondoa, mwisho wa siku nakuta unalia tena, anakupa njia nyingine. Sasa fikiria kama Samson na Delila pale. Kwa hiyo Samson ndiye anamuomba Mungu kwamba, na Samson alikuwa anampenda sana yule Delila. Delila. Sasa Mungu anamuomba Mungu kwamba Mungu niondolee, angekuta Delila ndiye anatoka. Sasa kwa bahati nzuri yeye akaomba kwamba niondolee watu ambao sio sahihi, akajikuta macho yametoboka. Ukilazimisha kufika nao mpaka lazima mazala ukutane nao. Ishara zilikuwa zinaonekana kwa Delila. Mara ya kwanza akamficha, akamfunga, akamuitia tena wale majambazi. Samson akawashinda kwa sababu Samson alikuwa amewadanganya. Kwa hiyo Mungu alikuwa amemuonyesha dalili zote huyu Delila sio mtu sahihi, lakini yeye kwa sababu ya mapenzi, sijui anasema mapenzi ni upofu, roho yake ikadhikika, hata yani ikafa kwa sababu ya Delila. Maandiko yanasema ya kwamba mwisho wa siku ndio kutobolewa macho. Kwa hiyo watu wanapoondoka kwenye maisha yako, acha waondoke. Mungu ataleta watu sahihi kwa ajili ya maisha yetu. Biblia inasema walikuwa kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Kama wangelikuwa wa kwetu wangelikaa pamoja nasi. Waliondoka ili tujue kwamba sio kila vitu unavyovimiliki ni vyako. Tunatumaini leo watu watakuwa wamebarikiwa. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kuweza kutupa kiupana zaidi, lakini chanzo kikuu ni nyimbo ya usijipiganie. Kwa hiyo na imani kwamba watu watakuwa wamebarikiwa. Twende sasa tumalize kipindi chetu. Kazi zako watu wanaokutazama wanazipata vipi? Unazipata ukiingia pale YouTube, unaandika kama huu wimbo usijipiganie, unaandika Pastor Musa usijipiganie, kwa sababu ukiandika Pastor Musa wenda watakuja wengi. Kwa hiyo andika tu Pastor Musa usijipiganie. Kwa hiyo kule utazipata nyimbo nyingi sana. Usiache kusubscribe, comment, na kushare pia. Kwa hiyo unazipata kwa namna hiyo, lakini kwenye mtandao wa Facebook una search Musa Kayange. Ukisearch Musa Kayange basi utaikuta akaunti yangu na itumia, utakuwa unabarikiwa na ibada zinazokuwa zinaendelea pale. Amina. Na sisi siku moja tutatembelea ibadani. Karibu sana, ili tuweze kujifunza zaidi. Karibu sana. Shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV ambaye umekuwa hapo mwanzo mpaka mwisho.